Nilisimama na Zaburi, nikamwona Mungu akinivusha katika sifa ambazo nilikuwa nikimpa Mungu. Jioni ya leo nataka nishare na wewe mstari. Yawezekana umewahi kuusoma sana. Yawezekana umefundishwa tangu utotoni. Lakini yawezekana hukumaanisha vile ambavyo unahitaji Mungu akutendee kwenye maisha. Hukumaanisha ili Mungu aweze kuonekana. Nitakusomea Zaburi 23. Mstari univusha. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yes. Thank you Holy Spirit. Shantaribo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. That time nilikuwa sioni vitu. That time nilikuwa naamini niko mwenyewe, yani kama kondoo aliyepotea. Kuna muda nilikuwa na haso na safa, napitia maumivu. Lakini siku nilipokuja kumaanisha, nikamwambia Mungu, wewe ni mchungaji wangu. Kwa nini ninapungukiwa amani kwenye maisha yangu? Kwa nini ninapungukiwa furaha? Kwa nini ninapungukiwa fedha? Kwa nini ninapungukiwa kipato? Kwa nini ninapungukiwa heshima kwa watu ambao nimewaheshimu? Kwa nini ninapungukiwa? Na kupitia hayo nilimwambia Mungu, nilimuuliza Mungu, nikamwambia Mungu, kuanzia sasa wewe ndio mchungaji wangu. Si baba, si marafiki, si watu ambao ni matajiri ninaamini kwamba watanichunga katika njia yangu ya maendeleo. Nikamwambia Mungu, wewe kuanzia leo ndio mchungaji wangu. Wewe ndio tumaini. Maana kama vile kondoo wanavyomwamini mchungaji wao kwamba atawapeleka malisho na atawarudisha, nikadeclare kwa jina la Yesu kwamba kuanzia sasa wewe ndio mchungaji wangu. Kuanzia sasa wewe ndio kiongozi wangu. Sitotazama mtu mwingine. Maana wote niliowatazama wamenikataa mbele ya safari. Wale ambao niliwatazama wameniacha in the middle of the journey. Wale ambao niliwategemea wamenikimbia, wengine wamenijeruhi moyo. Mungu, wewe ndiwe mchungaji wangu. Kuanzia sasa sitapungukiwa kitu. I will lack nothing to you Father. Na nikadeclare maisha yangu kuanzia sasa hayatapungukiwa kitu. Kama ni kazi nitapewa, kama ni mshahara mzuri nitapata, kama ni amani nitapata. Kwenye mahusiano yangu sitopungukiwa na kitu. Kwenye ndoa yangu declare na wewe katika jina la Yesu Kristo, hutopungukiwa na kitu. Hata ije gharika ije nini, hutopungukiwa. Mchungaji wako ni provider. Ata provide anytime. Tunaye Mungu, hatutopungukiwa. Declare katika maisha yako kwamba hautopungukiwa kwa jina la Yesu. Nina declare on behalf of you kwamba hautopungukiwa na kitu. Iwe ni kwenye biashara, iwe ni katika ndoa, iwe ni katika kazi, iwe katika jambo lolote unalofanya, hutopungukiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ulichoanza nacho kwenye biashara kitaongezeka na sio kupungua. Na declare it in Jesus name. Na wewe declare popote ulipo, ukiwa kazini, ukiwa kwenye biashara, mwambie Mungu, wewe ndio mwalimu wangu, wewe ndio mchungaji, sitopungukiwa. That means vitu vitaongezeka na sio kupunguka in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Jesus. Anasema, huisha nafsi yangu na kuniongoza. Hallelujah. Yani kuna mistari nilipiki imenibeba na kunifanya niwe hivi nisimame tena. Anasema uisha nafsi yangu, hunipa tena nguvu. Nafsi ni wewe halisi. Nafsi ni wewe mwenyewe. Nafsi ni mimi. Mungu atanipa nguvu tena. Ataniumba, ataniumbia moyo mpya tena. Atanifanya imara nafsi yangu. Ataniimarisha na kukuongoza. Kumbe Mungu ndiye aniongoza. Sasa kwa nini nimepotea? Kwa nini niko dilema?
Mungu, kuanzia leo I declare in maisha yangu katika jina la Yesu, na declare pia katika maisha ya watoto wako, nafsi zetu zikaimarishwe, nafsi zetu zikatiwe nguvu, nafsi zetu zikafinyangwe upya katika jina la Yesu. Ile nguvu ambayo ilitoka kwetu, ule uoga ambao tulijengwa na ibilisi, na nafsi zetu zikanyooka, nafsi zetu zikanyong'onyea katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunatamka kuanzia leo nafsi zetu zimeimarishwa, iwe katika kazi nafsi zetu zimeimarishwa, nafsi zetu zimejengewa ujasiri, nafsi zetu zimejengewa kushinda, nafsi zetu hazijajengea kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Mchungaji wangu, nafsi zetu zimeimarishwa, nafsi zetu zimeboreshwa, nafsi zetu zimeuishwa, zimefanywa kitu kipya. Asante kwa sababu Mungu unayetuongoza, utatuongoza kwenye biashara zetu, tuongoze kwenye kazi zetu, Mungu tuongoze kwenye ndoa zetu, Mungu tuongoze. Asante Yesu, asante Jehova, asante Mungu wetu. Unasema naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana Mungu wa pamoja na mimi. Neno la Mungu likanikumbusha yale manyanyaso. Neno la Mungu likanikumbusha kule kusengenywa kwa marafiki, kwa ndugu, kwa watu ambao nimewazoea ofisini, kwenye biashara, kwa marafiki zangu. Hayo yote yalikuwa ni bonde la mauti. Je, wewe bonde lako la mauti ni nini? Bonde lako la mauti ni nini, mtumishi wa Mungu? Je, ni mahali ulipo unapoishi sasa ni bonde lako la mauti? Je, bonde la mauti kwako ni lipi, mtumishi wa Bwana? Je, ni katika biashara yako unavyoiona inakuwa ni bonde la mauti? Shantaribobosika. Asema naam, nichapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Ili neno liliniinua, nikamwambia Bwana Yesu, Mungu wangu neishi, from today sitotikisika kwa majaribu yanapokuja. Hivi kuna vitu vinatisha kama bonde la uvuli wa mauti? Wana wa Israeli zamani wangekuwepo, tungewauliza leo, ilo bonde la mauti lilikuwa linaonekanaje? Kilikuwa ni kitu cha kutisha. Nikamwambia Mungu, kama wewe ni baba yangu, uliwapitisha kote kati ya